Wiki mbili baada ya Bakari kuokota kile kiatu jalalani, kijiji cha kinyonge cha Mbweni kilikuwa na sherehe. Mashindano ya wilaya yamefika fainali. Uwanja wa Mchangani ulikuwa umezungukwa na watu waliojaa vumbi, wakipiga vuvuzela za plastiki. Lakini kwa Mama Amina, hiyo haikuwa sherehe. Alikuwa amekaa sokoni, mbele yake kukiwa na mafungu matatu tu ya mchicha yaliyonyauka. Mungu wangu, ada ya Bakari imebaki nusu, na leo ndiyo mwisho, alinong'ona huku akizitazama shilingi 5,000 zilizochakaa mkononi mwake. Ghafla, kishindo kikubwa kikatokea uwanjani. Bakari! Gol! Bakari alikuwa amefunga goli la ushindi sekunde ya mwisho. Alikuwa shujaa. Mzee Jongo, skauti mkuu wa klabu tajiri ya mjini, alimvuta pembeni. Kijana, kesho asubuhi klabu yangu inafanya majaribio ya mwisho mjini. Ukifanya hivi ulivyofanya leo, nakupa mkataba wa milioni 5 mkononi. Lakini uje na viatu vyako mwenyewe na nauli yako mwenyewe. Ukichelewa dakika moja, nafasi imepotea. Bakari alihisi moyo unapasuka kwa furaha. Milioni 5, hiyo ni pesa ambayo mama yake hajawahi kuiona maishani mwake. Alikimbia mpaka nyumbani, akamkuta Mama Amina anapika ugali wa chumvi pekee. Mama, milioni 5 mama, naenda mjini kesho. Mama Amina aliweka mwiko chini. Mjini? Unajua nauli ni kiasi gani? Bakari, pesa ya ada uliobakiza ndiyo hiyo 5,000 nilionayo mkononi. Nikikupa, hutafanya mtihani wa kesho wa kuhitimu. Mama, mtihani wa nini wakati kuna milioni 5? Bakari alifoka kwa mara ya kwanza. Huu ndio wakati wetu wa kutoka kwenye huu maskini. Hapana Bakari, elimu ndiyo msingi. Mama Amina alikataa. Usiku ule, Bakari hakulala. Saa 4 za usiku, alifanya uamuzi uliogawa maisha yake mara 2. Alinyanyuka taratibu, akaenda kwenye kanga ya mama yake iliyokuwa imetundikwa ukutani. Alichukua ile 5,000 ya ada, akachukua na lile bati moja la akiba, lililokuwa limeegeshwa nyuma ya nyumba. Akaliuza kwa siri kwa jirani mlevi, kwa bei ya kutupa. Asubuhi na mapema, kabla jogoo hajakaa, Bakari alikuwa amesimama barabarani. Alikuwa amevaa shati lake bora zaidi. Mkononi amebeba begi la Rambo lenye viatu vyake vya jalalani. Machozi yalimtoka alipotazama kibanda chao kwa mara ya mwisho. Mama, nisamehe kwa kuchukua ada. Nitakurudishia ghorofa, alinong'ona. Alipanda basi la kwanza kuelekea mjini. Hakujua kuwa kile kitendo cha kuiba pesa ya mama yake ili kufuata ndoto ndicho kilikuwa mbegu ya kwanza ya dharau itakayommaliza baadaye. Alikuwa ameingia mjini kwa dhambi ya kwanza, akiamini kuwa pesa itafuta kila kosa.